Okay. Aha. दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया, बात दिल की नजरों की सच कह रहा, तेरी कसम तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम. Yes, basi karibu katika wiki nyingine ya burudani kutokea pale MVC Magic Voice Crew, na hii ni ile sauti yenye mamlaka zaidi town, sauti ya The Viper, sauti ya Mapi DJ ya Supernatural Voice, taratibu mdogo mdogo, The Voice of Africa. Basi karibu katika sehemu ya 160, na hiki ni kipande ambacho kilikuwa kimebaki wiki iliyopita. Tunaanza nacho hiki, alafu mengine yajayo na fresh. Kama tutamaliza ama tutakuwa na deni tena, basi tutajuana mbele ya safari. Basi karibu, nitafute kwa nambari ya kibusiness 0713098636 au 0621443440 kwa ajili ya huduma bora za kibusiness zaidi kutoka MVC Magic Voice Crew, lile chama la kijanja zaidi, chama la wajanja zaidi Tanzania, East Africa, Africa na dunia nzima kwa jumla. Basi moja kwa moja nasema mambo ni ya moto zaidi, yesa kibabe zaidi. Basi ile radha tamu burudani inaendelea pale ambako ilikuwa imeisha. Baby तुम्हारे सामने live example. Kirti yuko na mpenzi naambia kakako tangu aoe, umeonaje? Maisha ya single ndo matamu bwana. Maisha ukiwa single na enjoy. Wewe kazi ukioa stress, mala sijui maulizwa hiki mala lile. Kakako unamuonaje tangu amoyo salika dukani? Maisha yake unaonaje, yako sawa? Hana matatizo? Society में रहना है. Akaambia sikiliza, ila jamii nataka tuoe. Jamii gani upuzi jamii hiyo? Hiyo jamii inataka tuoe. Jamii tukigombana sisi wao wanashangilia. Jamii tukigombana sisi hawatuchangii kwa chochote kile. Mtoto wazazi wake wamegombana, jamii haimsaidii lolote. Alafu anataka tuoane. Sitaki kusikia habari za jamii. Yaani jamii ukimwambia masuala ya ndoa kama umechokoza moto, hataki kusikia kuoa. Anataka tu burudike yale ujana nini. Hataki swala kuoa kabisa. Alafu sasa hivi tunazungumza masuala ya jamii society. Hebu achana bana. कोई और सनी ढूंढ ले जाके प्लीज. हां बाय. Hebu bye, na kazi ngeza kufanya mimi. Halo, Sani atakuokoa jamii. Puzi mtupu. Hataki kabisa kusikia hizo habari. Akipiga simu kimya. Hawataki kupokea simu tena. Kama tukipiga tu ni wowe. Kila simu kipiga ni wowe, jamaa hataki. Swala kuoana hapana bwana. Wacha tule ujana kwanza Hey Mungu wangu. Mungu mbona umenipa watu wa ajabu hivi? Yaani watu wangu wote muhimu ni wasumbufu. Upande huku ninaeka kaangu ragavu. Upande huku niko na mtu ninayempenda kwa lisani. Wote ni wasumbufu. Kriti, mara alikuja mama. Hebu njoo mara moja. Mama, sawa. Sasa mama, kuna tatizo kubwa sana limetokea. Misi Paravi na bosi hazi hivi. Paravi, mimi nataka kuzungumza na wewe kuhusiana. Anaangalia mbele. Paravi anemwita. Paravi yuko chini. Is she alright? Yes, burudani iliishia hapa Paravi alipaza sauti akimwita Paravi wake. Paravi! Hii sauti ikamshtua mama Kriti. Wote wakakimbia haraka kwenda kujiuliza kuna nini. Na Farhadi pia wote walienda huko. Alimpiga flyover mikono. Huyu ni mke wake bwana, ndio ishapita hapa. Na akamlaza kwa kitanda kujua kipi kimemsibu. Ana janga gani? Ana tatizo gani? Paravi, amka Paravi. Please. Paravi, please Paravi, fungua macho yako. Raga. Kuna nini? Mama anastaajabu. Nini anamkaba nini?
hawataka kumuua. Mbona tunashindwa kuelewa hapa? Lakini sisi tumeona kwamba alimsaidia Raghav. Mama nawahi Kirti. Nini kimetokea? Nini kimemkuta sasa sijui. Hebu pigia simu daktari haraka wewe. Acha kuzubazuba. Mbona haraka mama, tulia. Hatakaa sawa. Imetokea tu, daktari atakuja, atamwangalia, atajua tatizo nini. Acha kupaniki basi mama. Mungu wangu. Huyu binti anapitia maumivu mengi sana. Maskini binti wa watu. Punguzia ya maumivu ya Allah. Paravi yuko dhaifu hali. Basi daktari alikuja, aliweka vipimo vyake sawa, akamwangalia, akamcheki. Mwamba chozi kwa mbali sana. Anamchunguza, anamwangalia, nini shida hasa, anasumbuliwa na nini. Mama anamwangalia mwanae, anakuta nafuta kachozi kwa mbali sana. Unajua wanaume hawapendi kuonekana wakiwa wanalia, ila we lia. Anasema mwili wake ulikuwa tayari uko dhaifu kutokana na chicken pox ambayo alikuwa anaumwa, na hii amefight kutokana na over stress. Yani stress zimemzidia mpaka akajikuta anapoteza fahamu. Nishaambia jamani, mtu mwangalie, hatakiwi stress, hali yake sio nzuri. Asante daktari, tutafanya hivyo, tutazingatia. Asante, nitakupeleka huko. Farhadi ilibidi amtoe daktari. Kirti, Kirti, nenda kaandae, kamandae chakula Paravi. जब इसको होश आएगा तो मैं अपने हाथ Atakapopata fahamu tunitamlisha mimi mwenyewe. Sawa mama. Atamlisha ye mwenyewe. Lia wewe, acha kujibana bana. Ukitaka bwana utoe maumivu, sumu ya mwilini, lia. Ujibane nini? Wote si viumbe. Kwa nini walie wao tu? Na wewe jiachilie. Kajifungia hata chooni, hata msituni huko. Nenda, piga kelele, mwaga chozi. Haki ya Mungu utakuja kunishukuru. Yani mwili huo una relax baada ya kulia. Sumu zote za mwili zinajiachia. Unajihisi kuwa mtu mpya. Ndio maana sisi tunawahi kufa kwa sababu tunajibana na maumivu yetu ndani ya mioyo. Watoto wa kike wanadumu kwa sababu analia hata kama ni jambo dogo. Hana muda wa kutunza stress. Analia kwa sababu kilio pekee ndicho kinaweza kuondoa stress ambazo ziko ndani ya mwili. Hata kumshika lakini najiona hapana. Hana haki hiyo. Yeye ndo sosi, yeye ndo sababu, yeye ndo kila kitu ambacho kimetokea hapa. Basi aliweza kumwacha. Yote haya Paravi anapitia kwa sababu yake. Light kama angelikuwa amemwelewa kwamba hajatenda kosa, light kama angekuwa amemwelewa si yale yasambaza zile picha, basi leo hii asingekuwa anapitia hali. Pengine Paravi mpaka leo hii angeendelea kuwa na familia yake, lakini imeshindikana. Mambo yameenda vice versa, mambo yameenda upside down, mambo yako shagala bagala. Basi hana namna nyingine, lazima amke, lazima amwangalie, kwa sababu yeye tayari ndo mume, yeye ndo mume, hana namna nyingine. Anajuta, sometime asema majuto ni mjukue, yanakuja mwishoni sana. Yani ile ningeli ninge nakujaga baadaye kati mambo yasharibika. Light ningejua nisinge, Light angejua asinge. Raghav, nisika sauti namuita Raghav. Alikuwa ni mama. Mama anamwona Raghav yupo kwenye hali ya huzuni sana. Raghav, taklif kam ho sakta hai. Anasema huwezi ukaondoa hayo yote kwa kulia. Lakini maumivu ya Paravi hayataondoka hata we ulie vipi. Raghav, tum dono ka halat dekhne ke baad hii hali ipo hivi. Wewe ndo ambaye kuiondoa. Unaelewa vizuri sana, wewe ndo sababu. Kya hua hoga? Unajua kilichotokea katika familia ya Deshmukh. Mama, tafadhali. Unajua nini Raghav? Kyun maaf nahi kar paya? Unajua kani sikukusamea miaka yote, unajua nini? Mesha. Ingawa siku zote nilikuwa nakuona una majuto kwenye macho yako. Kwa nini unajua nilikuwa sikusamea? Kyunki Raghav, kwa sababu Raghav siku zote huwa unajutia. Lakini sudarne ke liye hutaki kurekebisha makosa unayoyafanya. Yani unajutia makosa uliyoyafanya, lakini hurekebishi yale makosa, unaendelea kuyafanya. Tu wahi kar raha hai.
Hivyo ndivyo unafanya kwa Pallavi leo hii. Umemkosea, huwezi ukatubu, huwezi ukasamehewa kwa kulia tu peke yake. Rekebisha hayo makosa yasijirudie, Raghav. Kama kweli unajutia kile ambacho umekifanya, पल्लवी के साथ गलत किया, basi ni lazima umrudishe kile ambacho Pallavi umechukua. को सुधारना चाहिए Lazima urekebishe ile makosa ambayo Pallavi unamtendea. Acha kulia. और पल्लवी के साथ की हुई गलती को सुधारने की Na कोशिश. lazima uweze kumrudishia Pallavi kile ulichomnyang'anya. Hiyo ndo njia pekee. और अगर तू इस बार भी हार गया ना, Na kama unataka usipoteze tena na tena na tena, अम्मा को देगा. na kama hutajirekebisha, basi utampoteza mamako na Kirti pia. Utatupoteza kama hutajirekebisha. Da. Haya, asante sana. Hii hapa tiketi. Nani anayeondoka? Alikuwa ni Pallavi. Haya jamani, ni matashtiti yajayo, udambi nini ya huko mbele, wanasema yajayo anafurahisha Yesa kibabe zaidi, burudani inazidi kwenda mbele zaidi. बेटा और उसे उसकी माँ